Na vifo vya ugonjwa wa selimundu vimepungua katika kaunti ya Siaya katika kipindi cha miaka 5 iliyopita. Kulingana na afisa wa afya wa kaunti, Profesa Jacqueline Oduol, jumla ya wagonjwa 656 walilazwa kati ya mwaka 2021 hadi mwaka 2026, huku vifo vikiwa 28 pekee. Susan Locho anaarifu zaidi. Katika kaunti ya Siaya, simulizi ya matumaini inaandikwa upya. Miaka 5 iliyopita, ugonjwa wa selimundu ulikuwa tishio kubwa kwa familia nyingi katika eneo hilo. Lakini sasa hali hiyo inaanza kubadilika. Today we gather not only to acknowledge the challenges but also to celebrate the remarkable progress we have made in prevention, diagnosis, treatment and support for affected individuals and families. Wagonjwa 656 wamepata huduma kwa wakati, huku vifo vikipungua hadi 28 pekee. We have witnessed a steady decline in mortality from 2022 to 2026 and a notable reduction in hospital admissions since 2025. Hizi si takwimu tu, bali ni ushuhuda wa maisha yaliyookolewa. Has been the enhancements of screening and diagnostic services through the availability of electrophoresis diagnostic equipment. Early diagnosis remains one of the most effective strategies in reducing complications and improving outcomes for children born with sickle cell disease. Katika hospitali ya rufaa ya kaunti ya Siaya, Profesa Jacqueline Oduol anasema kuwa uwekezaji wa makusudi katika sekta ya afya umeanza kuzaa matunda. Na sasa mapambano dhidi ya ugonjwa huo yanaingia hatua mpya, si tu kutibu bali pia kuzuia. Our dedicated community health promoters continue to visit households across the county, facilitating early identification, referral and follow-up of individuals living with sickle cell disease. Wito sasa unatolewa kwa vijana na wanandoa wapya kujua hali zao za vinasaba kabla ya kuanzisha familia. Susan Locho, TV 47.